Azinie na mwanamke ana akili kabisa. Sasa hapo unavyojiona hujawa mzinifu wewe, si una akili? Sikiliza nikwambie unielewe. Okay, unapokunywa bongo unatengeneza vitamini gani? Nauliza, unapokunywa bongo unatengeneza vitamini gani mwilini? Wamama, mnapokunywa bongo mnatengeneza vitamini gani mwilini? Si mseme. Si mmesema tuna akili timamu? Vitamini gani unatengeneza? Yaani mpaka mashavu yanaiva. Na unajua hiki mnachokunywa ni nini? Sumu. Sasa tukuweke kundi gani, wenye akili au machizi? Unaanza kujiona hivi unapovuta bangi unapata faida gani? Bangi iko kwenye kipengele gani? Inaleta afya Sikilizeni, tuwe na akili, tubadilike, na ili ufanikiwe kuyaelewa haya lazima umpe Yesu maisha yako. Amen. Ndio utaelewa haya anayoongea. Sawa sawa? Tunaelewana? Vinginevyo itakuwa kama wale wanajidunga madawa ya kulevya wale, unakuta linasinzia hivi. Ile mizukule inayoonekana kwa macho, unakuta linazinzia hivi. Ukilisikia hivi, mwanangu ananichanganya kwa zangu sauzi hapa, ananichanganya mwanangu. Babu, una akili. Wewe ulikuwa sauzi hata shilingi 100 huna. Asemeni mwenyewe kama sio mzukule unaoonekana, hii ni nini? Hili si tatizo hili. Leo itoshi hapa eti. Hapa leo itoshi. Hapana. Nawapenda sana katika jina la Yesu. Amen. Nawapenda sana. Lakini nataka muachane na imani za ushirikina, muachane na mumwamini Mungu aliye hai. Mumwamini Mungu aliye hai. Sikiliza, naga moyo kwamba maadamu umekuja kanisani sio mbaya, utaombewa. Hao ni wahuni, wachungaji wahuni. Kule mbinguni hakuna kitabu kinachosema hivi, Wakristo wote muje hapa mpumzike, Waislamu wote muje hapa mpumzike. Kitabu hicho kipo kitabu cha watu waliotubu na kuacha mabaya, kitafunuliwa. Wataambiwa, njooni wanangu mliokubali kupigwa matofali, mliokubali kufa kwa ajili ya Mungu, nyinyi njooni mpate mapumziko, mle raha ya milele. Amen. Kiko kitabu kingine kitafunuliwa.